Bwana, karibu sana mwana michezo. Kipindi hewani ni The Evening Podcast. Uko na mimi Ambwene Mgombelo. Hapa tupo kwa ajili ya kupata madini yote yanayo happen kwa jioni hii hapa ya leo. Jina langu nimekwambia naitwa Ambwene Mgombelo. Kipindi hewani ni The Evening Podcast hapa mjini YouTube. Kitu cha msingi na cha maana zaidi, usiache kusubscribe, kugusa alama ya kengele, kisha ukatana on notification, ukaweka comment zako, alafu ukashare kwa wana waone kinacho happen muda huu hapa. Bana, leo hapa ndani siko peke yangu, niko na mwanangu mmoja hivi ambaye ni mnyamwezi sana yani kwenye habari za michezo bana. Karibu mwanangu Sam. Asante sana. Karibu kwenye The Evening Podcast. Asante sana. Toa maneno mawili matatu, umejifeel vipi kufika time kama hii hapa hapo kwenye The Podcast? Kwanza kikubwa kwangu ni furaha kubwa. Furaha kubwa sana kuwaletea update na kuwachambulia michezo mbalimbali kabisa. Bana, karibu mwanangu. Sasa bwana, hebu tuanze moja kwa moja kwanza. Jana Simba walitoa taarifa rasmi, si ndio? Ndio. Bana, tumeambiwa meneja Matatu kachimba bwana, meneja Matatu. Unalizungumziaje bwana? Hebu Simba wako sahihi kumchomoa Matatu au? Kwanza kwangu mimi ni jambo ambalo limenishangaza sababu nimeona taarifa lakini kuna vitu ambavyo unaviona kama ni vya ajabu. Ukiangalia Simba ina performance nzuri sana ila inashindwa kumalizia chance ambazo inatengeneza. Unapozungumzia performance, maana unazungumzia timu inapocheza kiwanjani, maana inapoperform, maana shida sio kocha, shida ni wachezaji ambao wanashindwa kuperform. Kikubwa kitu ambacho nimekiona kwangu mimi kwenye klabu ya Simba, naona kwamba Simba ina matatizo kwenye uongozi wake. Sababu ukiangalia Simba tangu aje Patevi, una timu ina flow vizuri kutokea chini. Inatembea vizuri. Dribble ni mchezaji moja moja, pia wachezaji wanafanya kazi kubwa sana. Ila mbele wanashindwa kufanya nini? Kumalizia. Kwa ni kama baada ya mkutano mkuu wanachama kushindwa kumalizika vizuri, ni kama wametupa zigo la lawama kwa meneja Pande. Wameamua kuhamisha mindset za mashabiki kuhamishia huko. Unajua Simba sasa hivi imegawanyika katika pande tatu na sio mbili kama tunavyofikiria. Kuna pande ya mwekezaji, kuna pande ya mashabiki na kuna pande ya mwenyekiti. Murtaza Mangungu. Hiyo unanielewa. Lakini kwangu mimi naona kwamba Patevi kumfukuza amefanya mistake. Sio jambo sahihi. Bana, hii ni The Evening Podcast, kipindi hewani hapa ni mjini YouTube. Jambo la msingi na kusi tena usiache kusubscribe, kugusa alama ya kengele, kisha turn on notification. Drop comment yako, ndio jambo la msingi zaidi. Time hii hapa tunakwenda kimataifa ndugu yangu, si ndio? Fly kimataifa utubaki. Twende turuke kimataifa. Hello Liverpool, wapo Anfield leo. Mwacheka Liverpool wapo Anfield leo. Nimefurahi. Unajua unaweza ukaniambia nacheka, lakini mimi nimefurahi. Unajua Liverpool inaonyesha kama yale ushauri kwenye morali. Ushauri kwenye morali. Mashabiki wa Liverpool mnajiamini sana mashabiki wa Liverpool. Mechi moja na West Ham tena 2-2 msharudi kwenye form. Bana, Sunderland wanajua kushikilia wakubwa sana leo. Sunderland kwenye mechi zake za IPL wamecheza na wakubwa mechi 4 za wakubwa. Kafungwa mechi moja. Arsenal dakika 90 na kitu Arsenal kama zingeongezwa 10 kwenye ile mechi. Sio Arsenal tu, Chelsea anakufa darajani 3-1. Tena kaanza kupata yeye goli. Jinsi gani sana inaonyesha ni timu ambayo ipo kamili, na ukizingatia bwana mchezaji wao ambao ni Simon Dingler winga wao tayari kasharejea tayari kwenye kikosi. Kwa hiyo bado anaonyesha bado ana ukakamavu, wachezaji wake wamerejea. Kwa hiyo wana morali. Liverpool atapata test ngumu sana leo. Lakini Liverpool wamerudi kwenye morali baada ya kushinda ile game ya juu. Kwa hiyo miongoni mwa game ambazo nitaziona ni ngumu kweli ni ya leo, na hususan katika eneo la katikati. Namuona Shaka Ryan Gravenberch na Granit Xhaka. Tumsema Granit Xhaka yuko pale ndani. Eneo moja gumu sana. Ni eneo bado tutatokea kubwa sana. So leo tuta enjoy ball. Enjoy game jamani. Itakuwa ni mida ya saa 5 na dakika 5 hewani pale. Arsenal jana Manchester City bana, siwafichi katika game ambazo niliangalia nikaenjoy kwa siku ya jana ni game ya Manchester City. 5-1 dakika ya 57. 4-5 dakika ya 77. What a game. Kusia kidogo game ya Manchester City hapo tumgusia Arsenal. Bwana, nimefurahi na nimecheka baada ya kuona interview yake ya Guardiola kwenye Sky Sport. Baada ya kufika tu kwenye mic, bwana akasema mmeenjoy ball. Anawauliza waandishi, mmeenjoy? Una enjoy? Mpira wa jana bwana. Man City kapelekwa moto bwana. Yaani
anaongoza kamba 5. Nimeona post ya Donnarumma ametag anamuuliza Haaland, uliniambia anamuuliza sana, anamwambia uliniambia ligi ya Uingereza ni ngumu, hapa akaka kiimoji cha kucheka. Sio jambo la kawaida, 5-1 mpaka 5-4. Jana akafanya kazi kubwa sana Donnarumma, kafanya sehemu za nyingi sana. Sema kuna kitu cha kujivunia kwa Sunderland. Kwa Fulham walifanya mabadiliko kwenye timu yao. Kocha wao alitambua mechi. Unajua baada ya game kuonekana ni ngumu, wanapotea goli nyingi. Michael Iwobi akaonesha kwa kamavu wake, Adama Traore. Timu mechi ikawa ngumu mno. Inaonesha jinsi gani timu ina push. Unajua ilifika kuna hatua ilifika ikawa Man City aoneshi kabisa kama wanania kufunga. Sio waoneshi, lakini wamezidiwa uchezaji. Watu wabadilika. Fulham wanakuja muda wote, yani wanakuja muda wote kujaribu kupitia pembeni na kupitiki. Katikati ya kupitiki, Iwobi kashika sehemu ile. Najua kuna Adama Traore kama unavyomjua, ana speed, ana mwili mkubwa na nguvu. Gap la pointi 5 limepungua sasa hivi. Arsenal ndio iko juu kileleni pale. Ilikuwa ni gap la pointi 5, sasa hivi zimebaki pointi 2. Japo Arsenal ana mchezo mkononi, naye leo ipo kiwanjani dhidi ya Brentford. Wako uwanja wa Emirates. Bana, mimi na wasiwasi, nataka unijibu na wasiwasi. Yule striker yetu, vipi yule striker yetu? Mbona alifungi striker yetu? Victor Gyökeres, mbona afungi striker yetu? Victor Gyökeres bwana inamtafuna pressure ya EPL. EPL ina level yake, unajua. Kwenye status yake ni kama amesha kucheza pale. Alisha kucheza ni championship, ni kwa timu kubwa. Amecheza ila anacheza timu za daraja la chini. Lakini jamaa alikuwa anafunga kali. Yule ilifika kipindi alikuwa na battle ufungaji bora, na kwa jumla kwa Ulaya na Mbappe goli 60 msimu mmoja. Kitu ambacho kinamtafuna pressure EPL. Kafunga wapi? Yaani sio kufunga, issue kafunga wapi? Kweli ule msemo kwamba ligi ya Uingereza ni ligi ngumu na wachezaji wengi na wakataa, ni kweli. Nataka nikupe mfano mmoja. Erling Haaland anatoka Dortmund anaenda EPL. Msimu wa kwanza alifunga goli takriban 50. Msimu unaofuata alifunga goli 24. Akaulizwa akasema hii ligi kuna namna ipo. Yaani kuna namna kwanza itakiwa uadapt kwanza ya mazingira. Yaani watu walifika wakasahau uwepo wake, akaonyesha. Walipomkumbuka kwamba wakamuonyesha namna ligi yetu kwamba hii ligi kuna namna itakiwa uwe. Ndio maana mimi kuna muda namuappreciate sana Alikeni. Kaonesha performance zaidi ya misimu 5 ndani ya ligi hiyo. Na Alonso yuko na wajukuu zake. Alonso yuko na wadogo zake leo. Wako Stadio San Mamés na dhidi ya Atletico Club Bilbao. Gap la pointi 4 sasa hivi na Barcelona. Pressure ni kubwa. Watu wanaamini mara Alonso hivi, mara Alonso vile. Bana, imechelewa kwa inakaaje? Kwangu mimi bwana Madrid kwenye makaratasi ana uhakika mkubwa sana wa kushinda. Lakini pitch ukiangalia performance ya sasa hivi ya Real Madrid sio nzuri. Umeona fomu yake alionyesha kwenye game zake 5 za mwisho za away, ameshinda game moja dhidi ya Olympiacos, ilikuwa ni UEFA, anashinda 5-4. Then ana sare 4, sio sare 4-3. Then ana sare 4 bila dhidi ya game ya Juve na Valladolid Eibar. Hapo anakaje? Kwanza kwangu mimi, kabla sijaingia kwenye matokeo, lakini kwangu mimi naona kocha ajaribu kwenda na vijana kwenye mechi hizi. Unajua wachezaji ambao wanaamini zaidi hivyo hawajaonesha chochote, hawadeliver. Ukizingatia wachezaji wengi sasa hivi wanaohusishwa na kuondoka. Kwa hiyo kwangu mimi naona kama kuna haja wakati wa kina Hendrick sasa hivi kupewa nafasi. Bwana, juzi nilikuwa naangalia ile game, ilikuwa ni game na nani ya mwisho. Imefika dakika 80 na ngapi, wakamzoom Hendrick kwa karibu, unaona machozi. Ile ni hali ngumu sana yule mtoto anapitia. Hendrick bwana, unaona machozi, anatamani kucheza. Timu ilikuwa ni game dhidi ya Girona. Anatamani kucheza. Unasema aende na vijana. Ancelotti anaamini Alonso ana utamaduni huo. Huo utamaduni ambao upo sio kwa Alonso tu. Utamaduni timu nyingi ambazo sasa hivi naona zinacheza vibaya. Hata ukaenda kule kwa Liverpool ambao tumetoka kuzungumzia, Ancelotti naye anaonyesha hawaamini kabisa vijana, akina Diogo Moa, akina Teignone ambao walikuwa wanapata nafasi nyuma kwa Jurgen Klopp. Hao makocha sijajua wana nini, lakini wanaendelea kuamini wachezaji ambao wanaamini kila siku na waoneshi chochote. Unajua kwamba kwangu mimi Rodrigo naona is the best, yani best kabisa player kuliko Vinicius. Na kingine Vinicius bwana, wachezaji ambao wanakuwa na wanaweza kupaniki kwa mapema zaidi, sio wachezaji wazuri kwenye kikosi chako, sababu wanaweza wakakutoa kwenye mchezo. Hiyo ni The Evening Podcast. Mimi naitwa Mbweni Mgombero. Nilikuwa na Sam hapa studio.
Shabiki mmoja wa Liva anakuambia Liva kushinda mechi moja tayari amesharudi kwenye form. The Evening Podcast. Jambo la msingi nazidi kukuomba tena na tena usiache kusubscribe. Bana, until next time utakutana tena.